mti na kivuli chake, lakini huu mti una mengi. Yaani huu mti ungekuwa ungeongea hapa tungekimbiana. Yaani tungekimbia. Mimi na maiki yangu tungekimbia zetu. Maana mambo ni mengi, mambo ni mazito. Kama ambavyo unaona upande wangu wa kulia, niko na mama la mama, mtoto mdogo, wanasemaga ile kwamba mama kijana, nipo naye hapa, ana jambo lake kutoka By Road. Bwana, hicho alichonisimulia nataka tukisikie wote kwenye mic hapa. Mambo poa. Uko poa? Niko pambe, nipo burudani. Na vidimpozi vyako kwa mbali? Kwa mbali sana. Nani ambaye alikuja akakudanganya akakwambia una vidimpozi vizuri alafu ukajikuta kesho na kesho kutwa mmeingia kwenye huba? Najuta tu, bora ningeendeleaga na kusoma. Jamani. Kwa nini kwanza? Hebu niambie vizuri. Nilikatishwa masomo, sasa hivi ndo kama hivi, mama wa mtoto mmoja, ninalea mwanangu. Mimi kero yangu kubwa ni hawa wanaume wa hapa mtaani ambao hawahudumii watoto wao. Akipita kulia kushoto, akikutana na mtoto dogo janja akakuwa, alafu atajui mtoto anavaa nini, anakula nini. Unavuka mwezi wa 3, mwanaume ajui mwanae hali yake wala hajamtia mwanae machoni. Huyo sio mwanaume, ni mwanaume jina. Mimi tu ninachoomba wanaume wa huu mtaa, kila mwanaume anayejijua ana mtoto, hahudumie mtoto wake ipasavyo kwa mstari. Kama rula ilivyonyooka, naendo atoe matunzo kama rula. Sio mhudumii mwanangu, baadaye mtoto kakua. Nadai changu, nadai chako wapi? Hiki sio chako, hiki ni changu mimi. Kabisa. Tena naombeni koma kwa herufi kubwa. Mwenyewe namuona kaja hapa, kaja kutuma salamu. Si ndo huyu? Huyu ndo mwanangu, anaitwa Rukaya. Kwa hiyo bwana, mama yake na Rukaya, wewe kero yako ni wale wanaume ambao nakupenda kesho tumbo hilo hapo. Alafu mtoto akisha kuja duniani mnakimbiana kwenye majukumu. Tunakimbiana. Na kati tulikuwa tunashikana tu mapaja vizuri. Mwisho wa siku kakuachia msala peke yako. Ilo wanasema wamama siku hizi watoto 2000 na midomo sana, ndio maana wababa wanakimbia. Kuwa na mdomo mwanamke lazima. Kuwa na mdomo lazima. Yaani tu kwa mwanamke mdomo ni suna. Ila shida kubwa ni hao wanaume. Anakuzalisha baadaye begi linakuwa lako peke yako. Mimi tu ninachoomba watoe matumizi ya watoto. Kwa sababu kwenye hichi kimtoa watoto wamejipanga tu wengi sana. Ambao wana baba ama wamejipanga vipi? Baba ndo kama hivyo anapita kushoto. Anakula cross, anakula kona kali. Ukikutana naye njiani baba kapendeza, mtoto atamaniki, hata ndaa za 2500 mguuni hana. Ilo wanasema hivi wa mama, mna tabia pia ya kusingizia. Ukitaka hela ya mtunzo unadanganya mtoto anaumwa. Lakini wewe ukipewa hela ya matumizi pia mtoto unaenda kununua kijolo, unaenda kununua t-shirt, unapendeza mama, unadamshi, unamsahau mtoto. Kweli hayo mambo au wanaume tu? Sasa ukiomba kwa nafasi yako wewe lazima unyimwe, inatakiwa utetee uombe kwa kutumia mtoto. Hii ni mbinu ya kivita. Hii ni mbinu ya kivita. Yaani vita ni vita mura. Vita ni vita mura. Mama Rukaya akamaliza hivyo. Anasema hivi, ni kweli wanatumia hiyo mbinu kwa sababu wa baba mnaingia hivi sana. Sasa hebu niambie, unaambiaje wale mabinti ambao mpaka sasa hivi hawajapata bahati ya kuwa mama, lakini wapo na vijana ambao wanadeti nao huko mtaani? Unalipi la kuwashauri kabla hawajaingia kwenye wale wadada ambao wapo mtaani, vibinti havina watoto? Mimi ninavyowaambia dada vibinti ambavyo havina watoto, kama anasoma waendelee na elimu. Mimi najuta tu sasa hivi ningekuwa zangu darasani nimeshika peni. Ila nikaona usichana utamu, nikaona begi la shule zito. Kwa siku ndo kama hivi. Kwa dada jamani, musome. Kama upo shule shika sana kitabu. Mama yake Rukaya akamaliza hivyo, kasema asikudanganye yote kwamba nakupenda sijui nini na nini. Au mtaa watunzi. Yaani wanachojua wenyewe ni kukudanganya na kukuvua kuacha hilo lako mwenyewe. Jamani, mimi mwenyewe nimeishiwa pawa kama Mbosokani. Tusome.